niki na hadi kadi za kuzaliwa wanazitofautisha majina zaidi ya 3 na kuendelea. Tafsiri yake mababa wote wale, japo mchimba muogo mwingine mkulima ufuta, anajitahidi kuleta 10,000 kwa siku. Akileta kama watatu maana yake 30, 25,000 atapeleka kwenye kikoba, 5,000 atakula. CCM oyee! Ndugu zangu, wamama wenzangu, tusitafute matatizo. Haya matatizo hatuyaoni leo, tutayaona kesho, ambapo pale mtoto ameshakuwa unashindwa sasa kujieleza kwamba mtoto yule sasa anakwenda wapi. Ndugu zangu, ni hatari kubwa sana. Ni bora tu kama mtu amekataa, sisi kwanza kwa dini zetu ambazo tukiachwa ambao mtoto amekupa mimba afu hataki, inaweza tu kaandika kwenye familia yako tu fulani bini fulani, imekwisha habari. CCM tusiumbe yumbe kama vile bendera ambayo inafuata upepo. CCM oyee! Mimi nimeona niwakumbushe hilo, lakini pia twendeni kuchunga watoto wetu. Tunasikia wenzetu uko tayari kimeanza changamoto ya wapotea watoto, lakini naamini sisi wakina mama japo tunaendelea na uchumi, lakini tusijisahau, kwa sababu baba muda wote anaenda kutafuta, anarudi usiku. Sasa sisi tunaokuwa mazingira nyumbani, lazima tujue mtoto amekwenda kucheza wapi. Tusizoee yale mazoea kusema ameenda nyumba fulani mpaka saa 4, unasema ndo kawaida yake atarudi. Tusiwe na mazoea yao, lazima kila baada ya dakika moja utambue mtoto anacheza wapi. CCM oyee! Lakini ndugu zangu, hapa wametamka kwenye swala zima la uchaguzi. 27 tunakwenda kwenye uchaguzi. Ukikusanya wanawake 10 ama 100 ukazungumza nao, utakuta kati yao kuna wanawake 90 wanaopitia masuala ya ukatili wa kijinsia. Lakini ukiwakusanya wanaume 100, kati yao utakuta pengine wanaopitia masuala ya ukatili wa kijinsia ni 2 tu au hakuna. Kwa hiyo wahanga wakubwa wa masuala ya ukatili wa kijinsia ni wanawake na watoto. Kuna talaka holela ambazo zinaendelea kwenye jamii zetu. Kweli imani yetu inaruhusu mwanaume kutoa talaka na mwanamke kudai talaka, lakini kiutaratibu au kisheria ya dini, mwanamke akiachwa anatakiwa akae eda miezi mingapi? Eda unakaa wapi? Kwa mwanaume wanatupa hiyo fursa? Unajua hiyo sheria ni nzuri kwa sababu wanajua ukiachwa mle ndani miezi 3 ugomvi lazima utaisha. Sasa wewe mwanamke unakaa ambazo tumetuma pamoja, wanawake wanakosa mgao. Wengine wanatishiwa tutakuloga au usitaki tutakuloga, usiende popote, mwanaume anabaki na kila kitu. Huo ni ukatili wa kijinsia. Mnakuta mama aliolewa toka binti ana miaka 20, 21. Leo unamwacha na miaka 55, na wengine wanaachwa mpaka miaka 60. Sasa kama mimi hapa saizi naachwa, naenda wapi? Msaidieni, unganeni naye kuhakikisha kwamba mnatafuta haki yake kwa pamoja. Ni anaweza kuwa wifi yako. Usishangilie kwa sababu wifi yako anafanywa vibaya. Yule mume wako anaona unavyoshangilia wifi yako, basi na kesho atakufanyia wewe. Inawezekana kawa ni mume wako, pengine kwa sababu mko matala na mwacha mwenzake, hampi chochote, wewe unasema safi sana. Kesho na zamu yako itafika, kwa sababu ile tabia itajenga, itakuwa mazoea, na mwisho wa siku atakuwa anafanya hivyo. Na mara nyingi nyewe mmekuwa mashuhuda. Unakuta mwanaume anaoa mwanamke wa kwanza, anakaa naye, anachuma naye mali, anafukuza, anabaki na kila kitu. Anaoa mwingine, anakaa naye, anafukuza, anabaki na kila. Hamjayaona hayo? Kwa hiyo ni ukatili wa kijinsia, kwa sababu huyu mwanamke ana mchango kwenye hizo mali, anapaswa kupata haki zake. Nenda BAKWATA, nenda kwenye vyombo vya sheria ili uhakikishe kwamba mmeachana sawa, pengine ndoa imefika mwisho, lakini stahiki zako wewe kama mama uzipate. Na mtakapoenda kwenye vyombo vya sheria ama BAKWATA, watawasaidia kujua kwamba watoto wanalelewaje. Manake mwisho wa siku mama anapoondoka, anaondoka hana kitu na anaondoka na watoto. Mwisho wa siku hata watoto huwezi namna ya kuwatunza. Ukipata mwanaume mwingine anakwambia mimi nakutaka wewe tu, sitaki watoto wako. Mwisho wa siku wale watoto inabidi waache kwa bibi au kwa ndugu, wanaanza kuteseka, na unakuta bibi mwenyewe uwezo wa kulea watoto hana uwezo wa kutafuta kipato. Mwisho wa siku watoto wanaanza kujilea wenyewe, watafute chakula wenyewe. Ndio zinapozaliwa mimba za utotoni, napozolewa tokea masuala ya ubakaji na masuala ya ulawiti. Hapa tunakwenda kujikomboa na umaskini. Sisi kama halmashauri tuko tayari kuwapa fedha, hata kama itakuwa milioni 100. Amesema makamu hapa, iko kikundi tumekipa milioni 80. Lakini awamu hii ya pili iko kikundi cha usafi pale Kibiti, na wengi ni akina mama mle ndani, lakini wamepitia kwenye vijana. Tumewapa milioni 60 ambayo wamenunua lori la kufanyia usafi. Kwa hiyo kama alivyosema, ni wasisitize akina mama wa Mtawanya, msiwe wanyonge, tengenezeni vikundi, unini miradi mikubwa, pesa zipo,
hawa madiwani wa viti maalum wamekuwa wakiwasemea sana wamama wa wilaya ya Kibiti, ikiwemo kwenye kata hii ya Mtawanya. Katika eneo ukitaka ugombane nao ni kwenye mikopo ya akina mama, kwenye maslahi ya akina mama. Kwa hiyo niwahakikishieni mmepata wawakilishi wazuri kwenye jumuiya hii. Kwa kweli wanafanya kazi kubwa kuwasemea na kuhakikisha kila maslahi yanayogusa mwanamke yanatekelezwa kwenye baraza hili la madiwani. Asanteni sana, wapigeni makofi mengi sana.